Hello for everyone. My name is Chibudenga Mnyama Simba from South. Yani kabla vyote ningekuomba ubonyeze subscribe na comment yako na uhitaji pale ambapo kipindi kitakapoisha. Niko pamoja na mgeni mwalikwa, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili ambaye anafanya vizuri sana. Ukimcheki ni kijana ambaye yuko anafanya vizuri kwa level ya hali ya juu. Brother, karibu ndani ya kipindi. Asante sana. Nilikuwa napenda nifahamu kitu kimoja kutokea kwako. Yes. Wewe katika asili ya uimbaji wako, kitu gani kilichosababisha uwe mwimbaji? Kitu kilichosababisha mimi kuwa mwimbaji, cha kwanza ni wito. Ni wito ambao niliitwa, yani nilikuja kujikuta kwamba ni mwimbaji. Na kwa sababu mimi ni Mkristo, nimeokoka, nampenda Yesu. Nikaitwa katika njia ya kumwimbia Mungu. Na nikuja kujikuta kwamba kweli nina kile kipaji cha uimbaji. Ndio maana hadi leo naitwa mwimbaji. Sawa. Unaona, kabla ya vyote nilikuwa napenda kwanza usalimie watu. Na wasalimu sana katika jina la Yesu. Ni Migo Gospel Espoir, mimi ambaye mnaniona hapa ndio majina yangu. Ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Nadhani ukiingia kwenye mitandao yote utaona jina langu. Ukiandika tu Migo Gospel Espoir utaona nyimbo zangu ambazo tayari nimebahatika kurekodi na kazi zote ambazo nimefanya katika hiyo chano yangu. Bado ningali celibatere, donc I'm single, sijaoa, sina watoto. Ningali nasubiri muda wa Mungu ufike ili nipate kujenga familia yangu. Na shirika katika kanisa la Bonde na Ufungulivu Bujumbura Kamenge ku 11 Avenue juu ya barabara. Nadhani ukifika pale utanikuta kabisa dimanche, niko pale, niko na muabudu Mungu. Asante, nimebarikiwa sana. Sawa. Moja katika vitu vinavyosemwa kwa waimbaji wa nyimbo za Injili, kuna msemo ambao unasema kwamba hamjaokoka. Asilimia kubwa waimbaji wa nyimbo za Injili ni sawasawa na waimbaji wa profane. Why kwako unaichukuliaje? Kwa hilo siwezi nikasema kwamba wanaozungumza vile wanakosea, lakini nikutaka kujua kwamba kama jinsi maandiko yanasema kwamba tusihukumu. Unaweza kuwa leo naniona kwamba sijaokoka, lakini aliyeniumba ama aliyeniita katika kazi anajua kwamba nimeokoka. Ndio maana sio vizuri zaidi kuzungumzia watu kwamba hawajaokoka. Ninapokuwa niko na mtukuza Mungu ni kwa sababu kuna wito fulani ambao kuna yule ambaye aliyeniita katika kazi na ndiye ambaye naruhusu hadi sasa niendelee kumwimbia. Sasa wanapozungumza kwamba kuna wale ambao hawaokoki, inaweza kuwa ni kweli, kwa sababu katika kila kitu hapakosaki vitu viwili vile ambavyo vinakuwa vinaenda vinaambatana. Kuna ambao wanaingia katika kazi kwa ajili ya kutukanisha jina la Kristo Yesu, na kuna wale ambao kabisa wameokoka kabisa kiukweli kabisa. Na labda wao kutanisha wale ambao tunajua kwamba wameokoka, kumbe sio kweli, na wale ambao tunaona kwamba wao kinyume na Mungu, kumbe ndio ambao wako sambamba na Mungu. Hiyo ni kazi ya Mungu, hatuwezi tukajua kabisa. Nilikuwa napenda uweze kuniambia, unipe freestyle kidogo kama sekunde 10 tu ama 5 zinatosha. Naweza nikarapu kidogo japokuwa ni gospel. Hakuna shida. Hakuna mwingine. Niambie kidogo tusikie. Okay, narapu kidogo hapa. Hakuna mwingine, Mungu ndio mfalme, ananifanyia furaha na kunivika heshima. Aliponitoa mimi ndiye napajua na siwezi kusahau. Aliponitoa marafiki, ndugu walinitupilia mbali, popote nilipogamia waliniona sifai. Ndipo nilipokutana na Yesu Nazareti, kanifanyia amani isitoshe. Kaondoa uchungu wangu, kanifuta machozi. Walionidharau na kuniona sifai wamebaki wanashangaa, wanajiuliza imekuwaje? Ni Mungu amefurahisha, na ninawaombea maisha marefu ili muone yale yaliyo mbele. Yaliyo mbele. Mihigo. Yes. Ni Mihigo Mkiru. Mihigo, yes. Mihigo Gospel Espoir. Yes. Kubera ki Mihigo? Mihigo ni izina ry'abavyeyi banje. Espoir ni diwa. Espoir donc ni umuntu, donc l'espoir. Parce que Mihigo Espoir kuri YouTube yawe indirimbo za gospel urimba R&B. Ufise vocal nziza. Ufise ijwi ryiza mu kuririmba. Ariko narishaka rero aga freestyle ka R&B.
reka ndirimbe indirimbo yanje nasohoye muri misi nyene. Yeah. Hapa nilipo nimefikishwa na Mungu, sio nguvu zangu we. Wema na fadhili zake zimenibadilisha na kunipa heshima. Nitaimba zaburi na kushangilia mtetezi we, maana ni yeye ajuaye haja ya moyo wangu. Sijui niseme nini zaidi ya asante. Braz, burya waraciye mu ishuri ryigisha kuririmba? No, narabyisanzemo gusa kubera ngano ko natanguye kukubwira ko donc nilitiwa kuimbaji. Nikajikuta deja niko muimbaji. Unaona. Bon, avec mazoezi pia mtu naongeza mazoezi, unafanya mazoezi sana, unajikuta kwamba kuna kitu. Lakini tunayaweza yote kwa sababu ya yule ambaye alituita, ndiye anaendelea kututia nguvu, anaendelea kutuwezesha. Yes. Kuna kitu ambacho nilikuwa napenda tena nikifahamu kwako. Yes. Wewe asili yako ni Murundi ama ni Mkongo? Hapana, mimi ni Murundi. Lakini ni Murundi ambaye nimetembea sana, sikuzoea kuzungumza Kirundi zaidi. Yeah. Okay, tuendelee kuongea. Yes. Gospel ya Burundi unaionaje, hasa hii ya Bujumbura? Gospel ya Burundi ni nzuri kwa sababu tuna waimbaji wazuri, watunzi wazuri, wapiga muziki wazuri. Sema tu kuna vitu fulani ambavyo kwenye industry bado havijakuwa vizuri. Na ndio maana unaona kwamba waimbaji wa gospel hatujakuwa na ile thamani ama hatujakuwa na ile power zaidi, kwa sababu ukiangalia hakuna muziki wa Burundi ambao tayari unaweza kusema kwamba umekwenda kimataifa zaidi, yaani ukavuka mipaka ya Burundi ukaenda Kenya, Tanzania, ukahiti vile kama tunavyoona wengine waimbaji ukiangalia kama Israeli Mbonyi wa Rwanda ni Nasiri ulikwenda zaidi. Lakini kuna waimbaji kama Arvera Mohimbare, wakina Sandy from America au Canada. Kuna wengine wengi ambao naona wanafanya vizuri. Wale wanafanya vizuri hapa nyumbani. Lakini ukivuka mipaka Tanzania, nadhani wewe mwenyewe umeshatembea sana, unashuhudia. Sasa ushawahi kusikia kule wanapiga muziki yote ya Burundi wa gospel? Shida iko wapi? Shida ambayo iko, cha kwanza ni matumizi ya lugha. Na cha pili ni industry yetu. Ukiangalia jinsi gani tunafanya promotion. Kisha mwimbaji toka ameanza kuimba anaishia ni hapa tu. Hajawahi kutoa kusema kwamba naenda kwanza kwenye nchi nyingine jirani kusema kwamba nitangaze muziki wangu, nitangaze injili. Yaani tunabaki tu hapa Bujumbura, muziki wetu kipigwa hapa, ukisikia kwamba wanakupiga kwenye radio sana, unatosheka, unasikia umetosheka. Ile pale hata siku moja hatuwezi tukaenda kimataifa. Na kingine tena, hatuna mapromoters wa kusema kwamba wanaweza kukanyanyua muziki wa Burundi wa utafutie soko kimataifa. Ile ni vitu ambavyo vinasumbua sana. Ndio naweza nikasema kwamba ndio sababu ambayo nafasi muziki wetu wa Burundi sio tu wa gospel, hata wa profane. Unaona muziki wetu wa Burundi bado ungali chini kwa sababu ya kosa mapromoters wale wa nguvu. Ambao wanapaswa kutusaidia muziki wetu uendelee mbali sana. Yes. Kingine kitu ambacho napenda unisaidie. Yes. Hivi umesema kwamba shida ni the promoters, maybe hawatoi supporter ya waimbaji ili waweze kuvuka wao waimbaji wa kimataifa. And hata waimbaji kuna shida na wao hawajipromote zaidi kutafuta soko ya kimataifa. Why? Kwako wewe unahisi kitu gani yupo unakifanya ili uweze kubadilisha muziki wa hapa kwetu Burundi? Mimi kivyangu muziki ambao naweza nikafanya kwa ajili ya kupeleka kimataifa zaidi. Sababu kuna sema unaweza kufika unawaambia nchi kwamba Burundi tuna waimbaji wazuri ama tuna nyimbo nzuri sana. Lakini utakuuliza ndio wapi hapo, ama eske Burundi wanaimbaje? Kwa sababu ukiangalia matumizi ya lugha kama jinsi nilivyokuambia, lugha yetu kweli ni lugha nzuri zaidi na tunaipenda sana. Lakini kupenda lugha haijamaanisha kwamba kila mtu anajua ile lugha yako ambayo unaimba. Ukiangalia sisi Warundi tunaishia ni hapa Burundi kwetu na Rwanda kidogo. Kwako lugha gani ambayo unazielewa? Ni lazima tunajaribu kubadili. Tunaimba
Kiswahili, tunaimba Kiingereza, Kifaransa kwa sababu ndio lugha ambazo zina take dunia kwa sasa. Kila nyimbo ya Kiingereza, kila nchi ambayo utaenda iko kipiga itasikika. Nyimbo ya Kifaransa, ukienda Ufaransa, ukienda wapi, yani zile nchi ambazo wanaongea Kifaransa ni nyingi sana. Maybe kwako, I think that Kiingereza unakielewa sana. Sikielewi sana, lakini kuimba napasha kiimba kwa sababu injili fikie wale ambao wanaimba Kiingereza. Labda mimi kuna injili ambayo iko ndani yangu ambayo inastahili wale Waingereza waipokee. Kwa Kiswahili hawatasikia, kwa Kirundi hawatasikia, lakini pale nitakapopata neema kuimba Kiingereza wataipokea. Kifaransa ni vile vile, Kiswahili ni vile vile, na zingine lugha. Yaani pale utakapojaribu kuimba hata lugha mbili hapa kwetu Burundi, na tupate wale wa promoters wa nguvu, muziki wetu utatoboa sana. Kuna promoters wengi hapa Burundi, lakini wanabania sana. Wanabaniaje? Tatizo moja ambayo iko hapa hivi, na ile ndio itatufaa zaidi kusema muziki wetu uendelee, itachukua muda sana. Ubaguzi. Wanabaguanaje? Yaani ukiona yani bakisha kushakia tu iko sawa, huyu haiko si wacho huyu, unaona? Sio kupatia ile opportunity ya kufanya kazi. Inachukua muda. Tuongee ukweli. Mimi ni mtu mkweli, na upo kwenye media, tupo kwenye kipindi, watu wengi hapa wako wanakutizama from today now. Try to speak now. Ni wakina nani ushawahi kuongea nao wakakubania? Ni wakina nani na mliongea nini, wakafanya nini? Mimi siwezi nikakuja hapa kwa ajili ya kutaja media fulani kwa sababu unajua wananipenda, lakini ishawahi kufika. Lakini ishawahi kufika, unapeleka wimbo kwenye TV, kwenye radio, hawaupigi. Unaona? Lakini ukikuwa ni wa Kirundi wanaupiga zaidi. Ukiwa Kiswahili hawaupigi. Unaona? Lakini kitu kimoja ambacho wanapasha kuelewa, mimi niko Murundi. Unaona? Wakatae waitike, nitabakia kwa Murundi. Na wimbo wangu mimi, na kwa mfano nikipata show yoyote ile ya kimataifa ya nje, nitaenda na drapo ya bendera ya Burundi. Sifa nitazitakia kwa wapi? Kwa Burundi. Hiyo hapo nadhani inaweza kutokea kwa maybe the promoters kuto promote hivyo, kwa sababu ishawahi kumtokea hata kwa Mr. Champagne. Na unakumbuka, I remember. Unahisi kwamba hata waigizaji nishasikia wanalalamika, wanasema tunapoigiza movie za Kirundi za Kiswahili hazipati promotion, lakini wanapoigiza movie za Kiswahili zinapata promotion. Maybe tunaelewa kwamba tupo ndani ya East Africa na language ya East Africa ni Kiswahili, Kiingereza. Na shuleni wanafunzi wanasoma Kiswahili, na tunataka tu support lugha ya Kiswahili, tujifunze lugha ya Kiswahili ili iweze kazi zetu ziweze kufika mbali. Kwako unasema kwamba nabaniwa kwa sababu ya lugha ya Kiswahili. Kwa nini usichange uimbe Kirundi? Siwezi nikachange kwa sababu unajua kila kitu kipya. Kusema watu wakuelewe. Inaomba muda. Na kitu ambacho naweza nikashauria hata wenzangu waimbaji, tujaribu kubadilika. Tubadilishe lugha kidogo. Nadhani kuna siku fulani watatuelewa tuko tunataka nini. Unaona? Ukiangalia nyimbo za Wanyarwanda ambazo ziko na views nyingi sana. Sasa wa gospel. Ni nyimbo ya Kiswahili. Ya kwanza ni ya Israeli Mbonyi, Nina Siri. Unaona? Kwa sababu alibadili Nina Siri ya Yesu. Alikuwa anaimba nyimbo za Kirundi kweli zilikuwa zina hit. Za Kinyarwanda. Za Kinyarwanda zilikuwa na hit. Tena zilikuwa na hit nchi mbili. Hapa Burundi na Rwanda. Unaona? Lakini alipojaribu kuimba Kiswahili, watu wakaelewa ni nini. Hata kuna kundi la waimbaji Ambassador Rwanda waliwahi kutoa album ya Kiswahili, ila walikuwa na target soko ya kimataifa. Nadhani uliona jinsi walitembea zaidi kimataifa kwa sababu ya lugha. Unaona? Unajua muziki, unapofanya muziki mzuri, kwa sababu sisi wa gospel hatuimbi kwa ajili ya kujifurahisha, hapana, lakini tunaimba kwa ajili ya kuokoa ile mioyo ambao bado haijamjua Kristo Yesu. Sasa ni lazima mtu asikie nini ambao unaimba. Mtu kama asikii nini ambao unaimba, hata badilika. I think, do you have many mind ambao unatakiwa usaidie watu? Kwa mfano sasa hivi umepewa fursa ya kuweza kushauri, unaweza kashauri nini? Mimi na washauri tu
waimbaji wenzangu, iwe wacheza sanaa, iwe waimbaji wa gospel, wa profan, tujaribu kubadilika sana. Mimi nina ushuhuda moja hivi. Ukiangalia tunachukulia kwa legend wetu Big Fizzo. Alikuwa naimba sana, nyimbo zake nyingi zinaiti sana. Lakini hapa kati alitoa wimbo wa Kiswahili moja hivi. Sasa ukiangalia ukienda hata kwenye page yake ya YouTube ina views nyingi sana. Kwa sababu ilikubalika, watu wengi waliusikia. So hata hapa Burundi hapa hivi kuna Warundi wengi ambao hawajui Kirundi vizuri. Nadhani unaelewa vile. Ukiweka Kiswahili ndo wanakuwa na ile vibe. Ndio maana kama nyimbo za Watanzania, za Kenya ndio ziko na kama na power fulani hivi hapa. Na ndio maana kila siku tunavyolalamika kwamba Warundi wenzetu hawatupatii support. Ni matumizi mabaya ya lugha. Kweli tuimbe Kirundi chetu sawa, kwa sababu ni lugha nzuri. Tusisahau vya kwetu. Lakini tujaribu kuchange kidogo, tuchange. Kirundi. Kuna kitu nilichogundua, maybe inaweza kuwa ni hivyo. Hata Watanzania Kiswahili sio lugha yao. Sio lugha yao. Ni lugha ambayo yani wanajifunza na wao. Sababu ukienda Mwahaya, ukienda Mwaha, ukienda Mwafikwa, nani kabila zote wa Makonde wana lugha zao, lakini wanapokutana mjini uwaga lugha ya Kiswahili inawaunganisha. Naweza ukuelewa. Basi ngoja tuende kufunga kipindi, lakini kabla hujafunga kipindi nilikuwa napenda uwe na neno moja ambao unaowaambia watu ambao wako wanakutazama kwa muda huu, afu mafans wa Eric Burundi TV pamoja na mashabiki zako kiujumla. Kitu ambacho naweza nikasema kwa watu wote ambao wanatufuatilia katika Eric Burundi TV, wakwende kutusupport. Wakwende kutusupport na tunaamini kwamba hatutawaangusha. Tunakwenda kufanya kitu kizuri zaidi kwa sababu tuna kile kitu ambacho Yesu aliweka ndani yetu. Tuko na shauku ya kukifikisha kwenu. Na kitafika kwenu kwa kutokana na support ambayo mnatuonesha, na tunaamini kwamba pamoja na Mungu tutakwenda kufanya kitu kizuri sana sana sana. Amen. Amen. Mmebarikiwa zaidi.